Yes, mwanamichezo, karibu sana. Ni siku nyingine ambayo imebarikiwa baraka tele, ambayo tunataka kuangazia habari za michezo sehemu mbalimbali. Na hiki ni kipindi ambacho kinakujia wewe mtazamaji wa Kalema TV. Lakini hiki ni kipindi cha Sport Dozi. Dozi za namna gani na za michezo unataka kuzijua, basi baki nasi mwanzo mwisho, utapata kila ambacho chenye dozi za kimichezo. Lakini dozi yetu ya leo inaelekea wapi? Katika viunga vya Msimbazi. Katika viunga vya Msimbazi kwa miaka takriban 4 hawajachukua ubingwa. Ni kitu gani ambacho kinasababisha? Sisi katika Sport Dozi yetu ya leo tutalenga ndani ya kikosi cha Simba ambacho cha miaka ya hivi karibuni ni namna gani ambavyo mchango wao umeonekana. Lakini tukiangalia namna ambavyo kikosi cha mwaka huu jinsi ambavyo kimewekeza, kabla hatujaingia ndani ya wekundu wa Msimbazi, angalia vilabu vingi vya barani Afrika jinsi ambavyo vinawekeza. Kuwekeza sio ndani ya uwanja tu. Unajua investment inaanza nje ya uwanja. Namna gani ambavyo mikakati inaweza ukafanya kuvifanya vitu vingi vitokee. Nikiwa namaanisha kwamba uongozi wenu namna gani ambavyo mtaupangilia katika klabu yenu. Sasa tukiangalia kwenye uongozi wa Simba Sport Club, kuna migogoro mingi ambayo inaendelea wenyewe kwa wenyewe kwenye timu. Kwa hiyo hii inakosa ile, unaweza ukasema, muendelezo wa vitu vizuri. Sometimes kwenye timu unaweza ikawa kuna wachezaji wengi wenye uwezo mkubwa sana, lakini kukiwa na mgawanyiko wa wachezaji, kwamba sisi wachezaji tuko kundi la viongozi fulani, lakini sisi wachezaji wengine tuko kwa viongozi fulani. Kwa wapinzani wa Simba hapa Tanzania ni Young Africans. Ukiangalia Young Africans misimu 4 yote waliochukua wana uongozi mzuri. Na kama umeangalia soka la Tanzania kwa miaka hii yote, timu yoyote ambayo itakuwa na migogoro, maana yake uhalisia, hata ikiwa na wachezaji wazuri, huwezi kuona ule ubora wao. Lakini tuje tuangalie kwa hizi mechi za karibuni za wekundu wa Msimbazi, ambazo baada ya kidogo uongozi kutulia kujitathmini, kwa sababu kwenye hivi vilabu mtu huendeshi klabu kwa matashi yako binafsi. Ile unaendesha klabu kutokana na wanachama nini wanahitaji, football nini inahitaji. Sasa ukiangalia kwa hizi mechi za karibuni, dirisha dogo, hususan namna ambavyo wameingiza wachezaji, crew ya hawa wachezaji ambao wameingia, na muongelea Libasa Ge, Anise Oura, Ino Luemba, Ture Clotus Chotachama pamoja na Nixon Kibabage. Hawa ni aina wachezaji ambao wameingia kutokana na misingi ya timu. Unajua watu wengi wanajiuliza kwa nini vilabu kama Al Ahly wanafanikiwa. Ngoja kidogo ni kutoe nje ya Afrika. Nenda Spain, La Liga. Waangalie Barcelona namna ambavyo wanaishi katika ile misingi yao. Barcelona kwenye miaka kuanzia mwaka 2000 hapa alipitia misukosuko mingi sana ya kutengeneza timu. Lakini waliishi katika ule msingi wao wa timu, ni namna gani ambavyo wanatakiwa kuiendesha timu kwa wakati sahihi. Unajua timu yako kama ina mtindo wa kucheza mpira wa taratibu, maana yake hata usajili wako unavyofanya wa makocha, scouting yako ya wachezaji lazima uendane na hao wachezaji. Barcelona waliingiza kina Ansu Fati, walikuja akajaribu, lakini hawakuweza kufanya hivyo. Barcelona hawakukata tamaa, walijaribu kutafuta wachezaji ambao wanaendana na mfumo wa Barcelona. Simba Sport Club walichukua na feli. Unaweza ukawa unasajili mchezaji mzuri. Unajua duniani kuna wachezaji wengi wazuri ambao wana uwezo wakafanya vizuri sehemu nyingine, lakini sehemu taifa jingine wanalofuata wasifanye vizuri. Kitu kikubwa cha mchezaji mkubwa duniani, cha kwanza kabisa, ni kujua kusoma mazingira kutokana na sehemu ambao unaenda nao tofauti. Leo kwa mfano, Lionel Messi ametoka La Liga ameenda nchi nyingine, lazima anatakiwa kuadapti mazingira. Na hii wachezaji wanatengenezewa na management nzuri. Simba kwa miaka hivi karibuni walikuwa wanasajili wachezaji wazuri. Mwangalia Aubin Kram amekuja, ametoka ASEC Mimosa, alikuwa ni mchezaji mzuri. Lakini namna ambavyo uongozi unawatunza wale wachezaji, lakini mabadiliko ya makocha. Unapoingiza kocha kwenye timu, halafu kocha hana muda mrefu na ana mtindo wa kubadilisha formation. So far kocha amekaa kwa miezi 2 au 3, umemtoa na kocha mwingine akija akipandikiza ile, na kwenye timu hujui wachezaji wanakuaga namna gani wanaweza kushika vile vitu. Kwenye mpira lazima kwenye timu yako uwe na wachezaji wenye tabia tofauti ya namna 3. Lazima uwe na wachezaji wazoefu, wenye kipaji, lakini na watu ambao wanakitafuta ile key ama muendelezo wa kipaji. Hawa watakusaidia kwenye eneo gani? Wachezaji wazoefu kwenye timu yako wanakusaidia
maintain mchezo baada ya mchezo au kubadilika kutokana na mazingira ili kuwapush wale wenye vipaji kufanya vizuri. Angalia Simba kwenye dirisha hili dogo wamefanya usajili hao akina Libasa Gay. Nafikiri mara kocha ameangalia nini Simba wanahitaji. Ameenda kwenye makaratasi ya Simba, ameangalia Simba wanacheza mpira gani. Ndio maana amehitaji wachezaji wenye speed na wenye uwezo wa kumiliki mpira. Lakini kitu cha msingi kingine ambacho vilabu vya Tanzania hapa sasa, tuitoe Simba, tutoe vilabu vyote, sasa tunaongelea mpira wa Tanzania kwa ujumla. Hatuna ule uvumilivu wa kuvumilia wachezaji ama makocha. Tunahitaji kuona kwamba kocha ameingia leo, maana yake tunahitaji tuone anafanya vizuri kwa miaka yote ambayo atakuwepo. Mpira haupo hivyo. Mpira kwamba kocha kwenye kutengeza kikosi sofa inachukua miezi 3 au 4. Kwenye ile miezi 3 au 4, mara nyingi kocha hazingatii sana matokeo, anaangalia performance ya timu. Ni namna gani ambayo inatoka stage ya kwanza inaenda stage ya pili. Kama ukimwangalia Steve Barker, kocha wa Simba, hana hata miezi 5 au 4 aliyofika Simba. Ameanza tayari kuonesha ile namna nzuri ambao Simba inahitaji kwenda. Lakini changamoto ya vilabu vyetu Tanzania ni kuvumilia, kujua ni namna gani ya kuweza kuwaacha wale wachezaji muhimu na makocha wabaki kwenye timu kuonesha ubora wao. Mwangalie Pablo Franco kipindi anafika Simba Sport Club. Alikuta wachezaji ambao Simba kuna kipindi walikuwa na uwezo wa kubakisha wale wachezaji wenye uwezo mkubwa sana ili kuisaidia timu. Sifa ya timu kubwa ili kuwa na consistency ya matokeo mazuri na kuchukua ubingwa, ni lazima timu ibakisha wachezaji wake wale muhimu. Tutolee klabu kama ya Young Africans, misimu yote 4 waliochukua na kikosi chao cha sasa, asilimia wachezaji wengi ambao wamechukua ubingwa wapo. Wakina Pacome Zouzoua, Djigui Diarra, Dickson Job, Ibrahim Baka. Hawa ni wachezaji ambao walikuwa wanatumika kwenye kikosi mara kwa mara. Lakini ukiangalia Simba kwenye kikosi chao cha sasa hivi, ukiangalia wachezaji ambao walitumika misimu 4, hawazidi hata 3. Ukimwangalia yupo Shomari Kapombe, unaweza kusema ni Shomari Kapombe tu kwenye kikosi kizima ambao ametumika kwa misimu kadhaa kwa sasa hivi, ambao kikosi cha kwanza ambacho kinatumika. Kutokana na mbadiliko huu, unapobadilisha hawa wachezaji, maana yake inahitaji muda mwingi hawa wachezaji waweze kubadilika kutokana na kocha jinsi ambavyo anavyohitaji. Na kuna makundi ya aina 3 ya wachezaji ambao wanaweza kubadilika. Kuna wachezaji ambao wanaweza kupokea maelezo hapo kwa hapo, lakini kuna wachezaji ambao wanahitaji muda. Lakini kuna wachezaji ambao kocha akiangalia kwamba yes, huyu mchezaji anaweza kubadilika kutokana na mazingira. Sijui tunaelewana kwenye eneo hilo. Lakini ukiangalia kwenye kikosi cha Simba, maingizo mengi ambayo wamefanya dirisha dogo, wamezingatia vitu vitatu vikuu. Kwanza wameangalia position, lakini wameangalia target wanaohitaji, pia na performance. Hivi ni kwa nini wameviangalia? Position ni namna gani ambavyo mchezaji anaweza kujiposition kuanzisha mashambulizi na kutokana na timu ambavyo inavyohitajika. Hii inaweza kukusaidia kwenye timu ukisha kuwa na individual players ambao wana uwezo wa kucheza mpira binafsi. Inaweza kukusaidia kwa sababu katika Simba saizi so far timu wana wachezaji wengi ambao wana performance ya mchezaji wa mmoja, wana uwezo huo, lakini hule kusema kwamba ameunganika bado hakuna ile chemistry. Timu siku zote duniani unaweza ukawa na wachezaji takribani 20 wote wana uwezo wa kufanana, lakini kama hakuna teamwork, maana yake lazima kuna baadhi ya mechi zinahitaji teamwork kuliko hata kipaji. Kuna muda kunahitaji kujitolea hata kuliko kipaji. Kwa hiyo ni lazima ujue ni namna gani ambavyo unaweza kupangilia wachezaji kutokana na tunaweza kusema ni mechi. Lakini kuna kitu cha msingi kingine ambacho nimekiona kwenye wekundu wa Msimbazi pale. Simba kwa sasa kwenye uongozi wanahitaji damu changa. Kwa sababu gani? Unajua mpira wa sasa kwenye uongozi unahitaji sana kufikiria ni namna gani ambavyo unaenda kufanya mabadiliko kutokana na muda. Sio kwamba viongozi wa sasa hawezi kufanya kazi, ila ukishakuwa na vijana ambao tayari wana elimu ya mpira zaidi, wanaweza kufanya vitu vitokee kwa wakati, kubadilika kwa mazingira. Young Africans wana engineer Hersi Said. Sio kwamba ana uwezo mkubwa sana wa kufikiri, ila ukishakuwa na uwezo mkubwa wa kujifunza sehemu, basi una uwezo wa kufanya vitu vingi vitokee uwanjani. Lakini nje ya uwanja
kuna vilabu vingi unaweza kujifunza. Angalia Mamelodi Sundowns, waangalia Al Ahly, vitu ambavyo wanavyofanya. Hawa sio kwa bahati mbaya. Uwekezaji ni namna ambavyo wanavyopangilia mambo yao. Kwa sababu ukiangalia Al Ahly wana viongozi ambao wanaweza kufanya vitu vibadilike. Lakini pia kwenye kuinvest, kuwekeza, hatuangalii tu ni hela kiasi gani ambavyo unahitaji. Kuna baadhi ya timu inatoa hela kidogo lakini wanachukua wachezaji ambao wana vipaji. Kwa hiyo sasa unapotoa vipaji kwa wachezaji ama kutoa wachezaji chini, lazima akishafika kwenye timu kubwa ujue ni namna gani ambavyo utaweza kuwakuza. Na mtazamaji, tunaendelea kufuatilia Sport Dose na leo tulikuwa tunaangalia wekundu wa Msimbazi Simba, na tutakwamia hapa. Siku nyingine tutakutana na klabu gani, basi endelea kufuatilia Kalema TV, tutakwambia ni kitu gani ambacho kinachofuata. Kila siku utapata habari hizi. Asante na kwaheri.